Comment ya Mamadou Guy alisema akikuja Kenya Capital City huku Nairobi tu ndo kuna barabara nzuri. Akirudi huko ndani ni vichaka. Unaweza semaje kuhusu hilo? Mimi ningemwambia aulize Speed alikuwa hapa hivi, atafute Speed. Speed anaweza mwambia vile yeye alitembea. Ataambia Kenya is crazy. Is the crazy. Yani waliona nyewe kweli Kenya nyewe. Unajua watu wanasemanga tu, lakini ukikuja Kenya ni kama yani tena London kivingine yani. Since ile tulikuwa performance yetu ya Okita Fabish yenye alikuwa yenye Kenya ilirankiwa ilikuwa sijui ni 80, ilikuwa karibu 80 something hapo hivyo. Hatujaipita hapo. Choko tukirudi nyuma. Unaona? Which means performance yetu shakuwa zikiteremka. Seti inateremka kulingana na tujui mpira, kulingana na ile pale tunaenda professionalism kuangalia pia kucheza. Kuna pale nyingine pia yenyewe ukiangalia yenyewe pia unaona ile ball bado iko chini. Hata ile ball yetu yenyewe inafaa kuwe juu. Unaona? Mimi countries zingine zimeinvest kwa ball kutuliko. Unaona? So ndio nilikuwa nasema lazima government ilocate do katika sports. Alright guys, welcome back to the Steve Bana Thoughts. And today ni masuala ya mpira tukabumbu kabisa. Najua hapa nje kuna fans wengi tunapenda ball. Na leo tuko na coach. Maybe nimpe time ajiintroduce. Coach, karibu kabisa. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Coach Bernardo Mondio Duor. Mimi ni coach wa FC Nyota Ndogo. Na hii sekta ya mpira nimekuwa kwa muda sana. Na nashukuru sana kuwa na nyinyi hapa. Okay, coach, labda tuanzie na ni mwaka gani ulianza timu yako Nyota Ndogo? Okay, before nianze Nyota Ndogo nimefanya coaching, nimekuwa kwa industry ya coaching kuanza 2011. Okay. 2010 kule Mombasa. Tukafanya na Bernardo Yamo, rafiki yangu mwingine tulicheza naye ball hapo Olympic striker na Slam Toto. Tukakutana kule Mombasa, hapo ndo akaniambia niaje kochare. Enjoy hivi kuna klabu pale inafaa nishikilie nikakuwa chini yake kwa muda wa miaka 2 kama trainer. Baadaye kani link up na wale coach Mohamed Heri, tukaenda tukafanya coaching hapo hivyo Ronald Ngala Primary School hapo Mombasa, tukafanya federation tena ikakuwa tena hapo kidogo 2013 2011 tukakuja huku tukachukua East Africa. Tukwa mimi yeye alikuwa coach lakini mimi nilikuwa mdogo wake. Ilikuwa ligi ndogo hapo hivyo, ligi ndogo sasa. Okay, saa 15 hiyo time. So hiyo ilikuwa 2011. Na ilikuwa timu gani? Ilikuwa ni Tuscom. Okay, Tuscom Academy. So Tuscom ukiendelea iko katika ni kubwa. Ilikuwa Tuscom ilikuwa inasema tusimame tusaidie community pamoja. Okay. So unapata hapo ndo ile passion ile football peka ikaona yenyewe kweli inaingia damu. Okay. Na ukiwa mwanafunzi ulikuwa unacheza ball? Mbaya sana. Okay. Hiyo ndio ilikuwa kama passion yangu, na hiyo ndio ilikuwa yani mara mingi hata wale wachezaji wenye tulikuwa tunasoma nao walikuwa wanasema Omolo Jo wewe na mpira nya, na hiyo ndio kitu nilibaki yenyewe kweli. Hata nakumbuka kuna time shule ilikataa kwenda kuparticipate kwa inter school kule Woodley, ilikuwa within the community za Kibira huko. Ikabidi nichukua timu ya shule tukaenda sisi wenyewe tukajipresent kama shule. So ilikuwa ni kitu moja yani mpira nilikuwa naona ifai yani shule ile yani wanafunzi na ile na kuna wenye wako na ile passion unaona, na nikata zile right zao katika zile haki za kucheza mpira unaona. Na sasa coach, sasa ukikuwa unacheza ball hivyo, sasa turning point gani yenye ulifika ukasema online nitakuwa coach ikakumotivate kabisa? Sasa maisha, unajua maisha kuna changamoto mingi, na katika hii maisha kila kitu ni safari. Tumejaribu vitu mingi, tumefanya courses mingi kando na hii kwa coaching pia. Tuko na courses mingi sana kama driving, mechanical, road and construction, computer. Lakini coach ilikuja baada ya tena mimi kuenda Mombasa kule, na nilikuwa nafanya mjengo. Na niliona hiyo muda fanya kwa mjengo na ile ya coaching, niliona ile coaching is the best. Because coaching ulikuwa nafanya 2 hours
unapata wewe ushatoka umeenda part nyingine, lakini mjengo unachukua karibu the whole day, lakini ile pia ile mapato pia inakuwa ndogo sana, unaona. Sasa niliona is better I shift kwanza for while, kwanza nikaona ile passion ya ball inakuwa very flexible, cause unaweza fanya vitu zingine pia part time zingine, unaona. Set kitu yenye umebanwa mali moja tu, umefungiwa tu mali moja, alafu unaona. So niliona football is, yani nikapenda hiyo passion, nikakuwa ni vile nilipenda, nikakuwa ndo hivyo tu. Hata sasa hata ukinipeleka kwa gari yenyewe ndaka hapo kwa gari ndaangalia hivi, lakini ukinipeleka kwa mpira itabidi ni machana na gari, lakini nimeenda kule kwa mpira, yani naelewa kabisa. Na so far kwa hii jana yako ya coach umesema Nyota Ndogo, si ndio? Nyota Ndogo ndo club yangu sasa. Ndio challenges gani umeinka? Hiyo Nyota Ndogo nilianza baada after corona, cause katika zile shughuli zetu za coaching tulikuwa tunafanya Light Academy, kati hiyo kazi zikasimamishwa kidogo, maisha pia ikakuwa na changamoto, vitu hazikuwa okay, so tena ikabidi yani safiri baka kule Mombasa 20 kwa na lockdown. Okay. Kuko itaanza vile watu, lakini sasa wakati ile lockdown ilikuja ifungula kidogo, nikasafiri tena Mombasa, tena kwa na lockdown tena wakakuja wakafungua tena, tukapo tuje hivi Nairobi, nikakuja ndo baadaye ilikuwa 2021 mwezi wa 8 hivi ndo tukaamba shughuli za kazi tunarudi kule shule tena Light Academy, ndo nikakuja hapo hivi kwa kiwanja, nikaona kuna kiwanja hapa, so niliona ile mpira vile mimi naipenda na kuna space na kuna kiwanja na mimi nitaishi kwa hii community. So hapo ndo nilisema tu pale hivi nikaongea na vijana wawili, nikasema mimi nataka kusaidia watu wa mtaa. So nika form team hapo 2021. Ndio unaona sasa hiyo Nyota Ndogo tumekuwa na challenges mingi, na hizo challenges unajua tumekuwa nao wazazi very supportive, na kuna wale wazazi pia wana relax kidogo, so watoto wanachukua pia huku chini pia mpira ni kitu moja, kama unajua kule juu kuna venye yani kuna stages fulani za life yenye watu wanasema first class, lakini wanasema kuna watu wamechukua mpira ni kama jambo fulani inaweza saidia community, lakini huku chini tuna value sana education, unapata hiyo talent ya mtoto inabaki na inakufa kabisa. So in short ni parental support iko chini, parental support iko chini, alafu mentality ya wazazi wengine wanaona ball haiwezi lipa kama education, alafu kuna sometimes pia kuna facilities pia, lack of facilities. Okay. Unaona cons balls, unaona hizi vitu za kutrainia, sometimes pia kuna some logistics, mnataka travel kama Mombasa ama East Africa kucheza kama hiyo East Africa yenye Arusha. So unapata hiyo mambo na transport. Unajua kwanza transport kwanza inachukua muda, yani ina cost. Alafu sasa semenya watoto watalala. Unaona? Ndio chakula mnaweza mobilize, lakini kama mna gari, alafu naangalia the safety ya watoto, unajua wakati wasafiri na watoto wale bado wako katika chini ya sheria. Okay. Na wanaangaliwa sana. So lazima pia yani kwa at least na pia unakuwa na ile knowledge yenyewe, huyu mtoto umemchukua, safety yake itakuwa vipi, mahali wataenda kulala itakuwa vipi, watakula vipi, na maje huko hivyo kuna good security. Alafu sasa kurudi kwetu pia itakuwa vipi. Okay. Lakini kama hizo challenges kama hizo unapata usichukue watoto watu ka risk. Unaelewa? Hiyo utajichafulia CV. Tukisonga swali next. Hadi saa hii achievement gani umepiga kwa academy kutoka uanzisha 2021? Nimepiga achievement, naweza shukuru kwanza, kitu kwanza tumekuwa na hapo mwanzo tulikuwa na structure. Okay. Unaona paperwork. Hizo ni vitu zenye nimejaribu tukaweka, tukaongea na wazazi wawili watatu hivi, tukakuwa na committee, tukakuwa na ofisi, tuko official, at least hii hata paper zetu ziko kwa Ministry of Sports. Okay. Unaona tuko na acknowledge letter, inafaa fanya nini tupewe certificate. Pia ya pili tumecheza Federation FKF yenye katika hiyo generation yetu hatukuwa icheza under 13. Unaona, lakini katika hii generation watoto wamepata zile exposure mingi sana. Okay. Tumetembea nao, tumecheza tournament tofauti, even though tujashinda hizo vitu, lakini kuna ile development stage venye naangalia ile watoto the more tunazidi hivi the more at least vitu zinaweza change. Alafu pia tena ile kitu nimeona challenges mingi pia, federation inafai support ma youth league. There's a big gap. Unaona,
cause kama sisi kama Wakenya hatuna katika hata structure yenye unaweza select under 13 cause kama tuna identity card za watoto wakicheza ligi, age cheating unaona. Una judge mtoto according to their urefu yake ama ufupi yake ama kulingana na vijana cheza ball. Unajua that is wrong mentality. Lazima tukuwe na structure yenye federation imekuja nayo in a countrywide. Tunajua tukifanya hii youth league na kwa hivi at least kuna the very proper age so that inacheza at the right age. Lakini unapata watoto under 15 anacheza under 13, under 17 anacheza under 15. Alafu mnabishana na coach hapo. Inakuwa hiyo commotion unaona. So vitu kama hizo ndio inafaa tu avoid. Na coach nikiuliza so far kwa watoto wako kuna mtoto yote amescoutiwa amechukuliwa na timu yote yenye iko developed ama nje ya nchi? Okay, kwa saa hii out tunadinao mostly ni watoto wa mtaa. Lakini kuna wale wapila watatu tulianza nao lakini wameenda kwa hizi academy hizi tuseme hizi kubwa kubwa kidogo. Unajua kuna classifications za hizo academy. Kuna ile kwa academy kama ujuzi, weza, ligi ndogo, hizo ni academy zinyesha kwa zikisafiri, unaona. Mofa iko hapo unaona. So unapata hizo academy kupata kama Angaza iko hapo unaona. So unapata kama kuna mtoto anaweza chukuliwa pale na asportiwe na aende asapotiwe katika academically education. Unapata pia that's another impact katika mzazi. Nimempunguza ile gharama na naweza ona kweli mpira kweli si tu kuicheza tu lakini pia ile inampunguza pia bajeti. Unanielewa? Na yeye ndo nimeona kama 3 4 hivi kama wasichana wengine wamechukuliwa sasa hivi wako ade wamewasupport wameenda shule unaona. Wengine Tony akaangaza amechukuliwa ameenda nini shule coast kule unaona. So hiyo mzazi at least anaona kweli mpira yenyewe vile tulianza naye kule chini ninaanza kuwa na ile matunda even though ile stage yake bado kukua bado ndijakuwa cause bado ako katika development stage. Ile kwa sasa akishatoka kwa development stage sasa ndio anaenda katika performance unaona. So ndio aza kujua sasa yeye anaanza fika under 17 anashajua hii ball anafaa cheze vipi, cheze professional. Unaelewa. Sasa na among hizi challenges zenye umeniambia umenika ukiwa hapo kwa hiyo team, so njia gani unatumia sasa hii kukopa? Okay, kopa unaambiwa atafuta ya choki na kichoka amepata. Mimi ndo mwanzilishi wa hiyo team unanieleza, na mimi ndo founder na most of the time mimi huwa na chipping kwa ile hustling yangu yenye mimi huenda nikiwa kule nje. Unapata vitu mingi na jinyima sana stare mingi unaona timu yangu ina jezi nimeenda kule hivi friendly fulani pata watoto wako juu chini yani pia mimi hucheza friendly zile at least most of the time zile friendly nikicheza pia mtu anaona at least mimi nacheza in the same level na ligi ya unaona. So naona there's a gap ndio nanuanga jezi na kuna watoto wawili wataenda nazo nini so na wengine watakuja hizo gap zinakuwa so unapata kuna lakini hizo ndio vitu bado nasemanga sikati tamaa unaona bado kujituma juu hizo ni vitu zenye ziko zitakuwa na zitazidi kukua at least mpaka mwisho safari. Na kuna ile goals yenye pia mimi nasemanga nimeweka na nimesema pia Mungu yenyewe pia yuko unaona. Kuna tu siku tu yenye pia itafunguka tu na utapata watoto wawili watatu tu hivi tu wakarika hizo vitu zote zisichoko ukishatumia nini na utapata kiwanja pia mzuri unaona vitu kama hizo. Na coach umesema ulianza na watoto watatu 2021 so hadi sasa uko na watoto wangapi? Niko na watoto karibu 30 something juu niko na sasa wale under 17 niko na under 15 under 17 most of them sasa piga zoezi hapa hivi lakini kureassemble lao bado kuna hizo challenges za balls ndio tuna nini under 15 wote wako shule grade 10 unaona lakini during the holidays wanakuanga sasa nimebaki na under 13 na under 11 na under 9 unaona sasa hao ndio watoto wenye tuko nao hapo hivyo na sisi ucheza game mingi hata last time hapo ile weekend tumekuwa Rose of Sharon tumecheza friendly nao imekuwa very development very good friendly na wana learn juu cause football si kitu ya sahi alafu ishe. Football is a process. Okay, that's great. Na coach so far umeona vitu yenye gava imeanza kufanya like kujenga Talanta stadiums ndio hii hapa imeanza kuingia sana kwa sports. Unaona ni kitu nzuri ama
ni kutupaka tu mafuta kwa mgongo chupa? Okay, sisi kuna opportunity mingi sana zenyewe ndio zilitupita hapo mwanzo kulingana na zile leadership yenye ilikuwa hapo, unaona. Na hizo tungekuwa tuko sayati ndo tunajenga hizo stadium yenyewe. Sasa unasema hiyo stadium yenyewe tungekuwa na hizo stadium kama hizo 25 hapa Kenya. Sisi hatuna ile uwezo, lakini due to ile poor management katika ile sekta fulani yenye watu wanapewa, unajua ili upe mtu kitu fulani, uongozi fulani, lazima ule mtu pia kuwa na ile passion ya kitu. Ile leadership yenye ukichukua hapo hivyo, nataka kusema wewe ndio utakuwa unasimamia mpira ama utasimamia mbio, utasimamia kuimba, lazima pia mwenyewe uonyeshe nyewe kweli yenyewe mwenyewe hiyo kitu iko ndani ya roho yako. Lakini unapata hapo mwanzo wenye washakuwa hapo mbele ni watu wenye hata ukiona ni yenyewe inafaa kuwe na at least changes. Hizi ndio vitu, ni kitu mzuri inajengwa, ni kitu mzuri na zingefaa zijengwe sana mingi sana, na pia life za watu pia zichange. Juu sisi mimi naona enzi zetu tulikuwa tunacheza mpira mbuchuma, unaona. Watoto wa sasa hivi wanacheza kwa tafu, hata usipocheza kwa tafu analia sana, unaona. So ile changes zimekuwa, unaona. Na tungesema kama sisi ile time yenye vitu vile technology kwa vile sasa hii ile enzi yetu tungekuwa kule, sisi sasa tungekuwa tuko majuu na tungekuwa yani wachezaji wakubwa sana katika Kenya. But ile tu pia vile tu tulisema hapo mwanzo, wazazi wetu hawakuchukulia mpira maanani sana, unaona. Wakasema ni kitu kingine, jambo lingine pia hapo mbele itakuja kufanya nini, itakuja kubadilisha maisha ya mwanafunzi. Ama unapata kule Islando, pata wale wa Islando wali invest kwa mpira kushinda watu huku kwetu kusaidia West huku. So ndio unapata huku West bado ndio vitu zimelala, ndio na sasa hivi pia kuna hapa chini kwetu hapo hivi kuna hiki onje tu ndugu inafaa ifanye renovation, itengeneze kwa tafu. Ndio tunagojea hizi tu ni politician ama ni bado tu ni vitu kama hizo washako wakifanya hivi na hivi. Hata Udili pia Udili imejivuta sana, ni kiwanja yenye siati, ni kiwanja hata kabla Mahiwe mwenyewe mbunge Kenokota hafe ilikuwa ifai itengenezwe, kakake akakuja bado hapo ikajivuta. Sasa huyu mbunge ako hapo ndani pia, unaona bado vitu za jikokota, alafu bado next year tena ni election. So unaona vitu kama hizo, yani kuna watu wanafanya delaying tactics za kubuy times, unaona. Na hizo ndio vitu zina affect sasa mwananchi wa chini, na hizo ndio zina affect sasa wale watoto wa chini, unapata crimes ina increase katika society. Juu ule mtoto kushamaliza ile hope yake, ile dream yake, when the next target. Na nikiangalia like awali Kibra ilikuwa ina record high crime rates. So far like niliambiwa kuna mahali niliona coaching like ukiweka academies vijana wakiwa na participate hapo inazuia sana kujiingiza katika hizo biashara za kulewa nini, hizo crimes kabisa. So ushaikuwa na mtoto mwenye umecoach ikafika age tuseme under 17 ameanza kujitafutia ama ameshikana kabisa na shughuli zingine akapotea akaingia crimes? Wako wengi katika mtaa. Unajua sisi tunaishi katika ghetto na Kibera is the second largest slums in Africa. Unaona zile challenges mingi zenye ziko hapo, watu kipitia day, wewe mwenyewe unaweza ona na macho yenyewe watu kalia. Kuna changamoto zenye hata mtoto akipitia, kwanza akakueleza. Kuna ile disagreement katika familia kwanza, ile kutolewana na ile age yake na mzazi anataka afanye. Kuna ile kuishi na single room, huyo mtoto pia anaona zile vitu zinafanyika hapo katika mama na baba, unaona psychologically kuna zile vitu unaona kuna zile maongeleo, unaona kuna society hapo mbele, kuna zile vitu zenye zinauzwa hapo mbele karibu na mlango wao, anatoka tu hapo vitu, mama anauza pote, kuna bangi inauzwa hapo kando, unanielewa. Kuna vitu zingine unanielewa hizo, na huyo mtu anasema hiyo ndio biashara yake, income yake ya kufanya nini, ya kupata kufundisha wale watoto, unaona. So ni vitu zingine zenye ili ule mtoto aepukane na hizo vitu kama hizo. Ndio unaona sasa unapata sisi tunafanyanga na tournaments, ndio unapata Kibera kuna tournaments mingi, unaona. Utapata line 7 kuna tournament Ndugu, kuna tournament kule side za Olympic Primary, kuna tournament Toi, kuna tournament Old Kibera, unanielewa. Kuna tournament DC, unanielewa. Unaweza pata hizo tournament zote za Youth for Change for Drugs, kuna zile awareness. Kuna ile child protection, unaona. Kuna ile don't violence against women, unanielewa. So kuna pata hizo hizo tusipofanya hizo vitu sisi wenyewe tunajipoteza, mnaumia. Ndio gava wenyewe imekataa kusupport. Okay. Na sasa leader pia wamekataa kusupport. Hizi tournaments zenye zinakuwa hosted huko, like ni watu wa gani, akina nani hao
huja kuwasaidia at least wanaleta hizo tournaments. Kibera kuna NGOs mob sana, kuna kama Shofco, kuna kama Amref, kuna kama Human Needs, kuna kama Kibera Art and nini. Sasa tuseme kama sasa nyinyi mkikuja hapa pia mkuje na hiyo bro nini ya kusupport nini na watu, unaona. Kuna kama Amref, unaona. Kuna kama Carolina for Kibera, unaona. Kuna kama Marit, unaona. Alafu kuna kama 7 Kids, kuna kama New Hope inakuja saa hii, unaona. Kuna Undugu hapo, Undugu Society kulikuwa sasa na tournament zenye zilikuwa zinaorganizwa na community sasa. Just within the community inaitwa interbased tournament. Sasa hii ina mudhamini yote hiyo. Sasa ni watu maplayer wale maveteran wa kitambo walijikaa chini wakasema, ili sisi wenyewe katika hii area yetu wacha basi tufanye kitu interbased yenye inaweza tukip nini itatukip busy. Na sasa hiyo vitu kama hizo kama interbased inaweza supportiwa pia, unaona. Na unajua is so wanting tuko na branches za federation, na hizo branches as chipping katika hizi academies, unaona. Tungekuwa na structure katika kama ile Lang'ata West. Sasa hii unapata ligi imechelewa kidogo, lakini sasa kuiongelea, lakini unaweza pata kama tungekuwa na ofisi ya Lang'ata branch hapa yetu kwetu, makoches wangekuwa nafika pale kwa ofisi kwa FIFA Connect, unaelewa. Kule Islando wale waliwekanga wale watu wa maplayer wengi kwa FIFA Connect. So unapata huku maplayer wengi wako kwa FIFA Connect. So unapata unatrain shule mtoto mwenyewe saa zingine anaweza chukuliwa, anaweza kuja ukishamcoach, kuna coach fulani anakuja na mcoach anachukua yeye anaenda naye, unanielewa. So unapata challenges kama hizo, na tuko na leadership katika ile nini ofisi yenye nifanyangalie kando na ministry. Unajua federation imejigana na ministry, na kama wangeungana ile support ingekuwa inatoka ministry na allocate pesa, government inakuwa na pesa yenye na sport, unaona. Hizo pesa zinafanya nini, zinadividiwa katika branch. Lakini kama mshajidivide mnasema mnataka pesa ya FIFA peke yake na hii ya serikali ya mtaki, ndio unaona kuna gap between hapa Kenya. Ndio unaona challenges moja, tunakuwa na ulieti moja baada ya 10 years, tunakuwa na Mariga moja 10 years. Lakini kama tungekuwa na hizo academy, tunakuwa na Mariga kama so, tunakuwa na ulieti kama so, unaona. Team is not a one star, team is about all stars, unaona. Tukikuwa sisi wote ni masters, hiyo tuna win. Lakini tukikuwa na one stars, hiyo tuna kill team, unaona. Na ndio unapata hizo sasa vitu. Kiangalia wanyama kama yuko hapo na Kenya, sijui kama hapana, tunafaa kuwa na Jesse wengi, tuko Austin wengi, tunafaa yani hizo academies zinafaa zikuwe yani zinakuwa na chain. Anaweza kushatoka hapo unaenda ukiendanga majuu, unaendanga unachola wadogo, unaona. Sasa coach, sasa vile nimeangalia like umeona vile government ilikuja kuinvest kwa CHAN kabisa, alafu kuna players wengi wameenda majuu, wameenda kucheza professional football. So unaona government ndio imechangia hapo ama kuna mtu mwingine nyuma yao? Okay, ili wewe uende katika professionalism, ili ucheze kule, ni lazima kwanza wewe mwenyewe ujitume, unaona. Huwezi tolewa tu katika tu kwenye sehemu fulani tu yenye uko nani, lazima yenyewe ile uperform yenyewe onekane katika ile stage standard yenyewe kweli umse ako katika zile fit. Hata ukienda kuangalia zile FIFA tests ukipitishwa, inaonekana yenyewe pia uko poa medically, uko poa physically fitness, psychologically uko poa, unanielewa. Sasa ile kujitoa kwao pia ni hao wenyewe ndio wamejituma, lakini pia unaangalia pia sehemu pia zenye pia sisi tunaenda majuu wenyewe. Juu ukiangalia zile yenyewe sehemu maplayer wetu wanaenda, unapata mtu anaenda Oman, unaona. Is better to uende hapa Europe ucheze kama hapa hivi, hata timu ya Div 2 chini, unanielewa. Kule hivi unajua kuna zile marketing zenye tunaangalia yenyewe zenye ule unaweza pata Cameroon wengi wanacheza kwa hizo ligi za chini za Europe, unaona. Sisi tunaenda kule, ndio kule si mbaya, ndio ile pia kujitoa, unaona. Lakini tunafaa tujiangalie level zetu. Since ile tulikuwa performance yetu ya Okita Fabish yenye alikuwa yenye Kenya ile rankiwa ilikuwa sijui ni 80, ilikuwa karibu 80 something hapo hivyo. Hatujaipita hapo. Chakwa tukirudi nyuma. Unaona? Which means performance yetu shakwa zikiteremka. Seti inateremka kulingana na tujui mpira, kulingana na ile pale tunaenda professionalism kuangalia pia kucheza. Kuna pale nyingine pia yenyewe ukiangalia yenyewe pia unaona ile ball bado iko chini. Hata ile ball yetu yenyewe inafaa kuwe juu. Unaona? Ni many countries zingine zimeinvest kwa ball kutuliko. Unaona? So ndio nilikuwa nasema lazima government ilocate do katika sports.
Unaona? Sport iko kama ligi kule majuu, ukishinda ligi unashinda ligi na mamilioni. Hapa hivi Kenya unaweza shinda ligi na bado uko negative. Nakumbuka Katoseria nilikuwa inacheza ligi. Ule mzungu alisema spent 20 million. Anakuja kushinda ligi na 3 million. Which means ako negative 17. So which ligi kama inaweza weka kama 50 million. 52 million tume kwa pale ya kushinda hiyo. Wasi wengi watakam. Tax mingi zirudishwe kwa hizo makampuni. Makampuni zianze kuchip in kwa hizo teams. Ushuru gavia chakata nani. So which means kila kampuni Kimbo, BAT, Omo, hizi za sabuni, unaona, ya mkate nini, kila kitu inakuwa na team. Mpaka hata hizi national league hizi zenye ziko zetu hizi za super league hizi zinakuwa na hizo kampuni. Ushuru zile unapata boli inalipa. Lakini kama umeka ushuru juu, hizi kampuni haziwezi chip in. Unanielewa? So hizo ndio vitu tunapata, hizo ndio challenges zina kill mpira na hizo ndio zina kill sport sasa. Ndio unapata vitu kama hizo. Ushuru ipunguzwe, hizi kampuni chip in. Give back to the community. Hizi academy zetu pia tuko na hizi kampuni za maji ziko within. Hizo kampuni hizo sasa nilikuwa nimekwambia kama hizi NGOs ziko huko mtaani. Zikikata ushuru sio unapata kama Shofke na support kama teams kama 7 za academy. Elipo ushuru. Unapata imani ile unapata hiyo at least kutakuwa tunashow ile interest. Unapata changes zinakuwa. Unapata pia tunapunguza pia crime. Unapata pia ule mtoto atakuwa at least ana monitor time mingi sana. Lakini tukimwachilia hivi mtoto after 2 years asharibika. Mtoto after 2 years asharibika. Tukimalizia tuzingatie AFCON. Umeona vile imekuwa. Pande yako imekuwaje? Okay, unajua mchezo kwa utunzwe, lakini kuna sisi wenye tunajaribu kuforce vitu zisikue. Lazima tu pia sisi wenyewe tucheze vitu zetu clean. Ndio Morocco imejaribu kulingana na standards zao na level yao, lakini makosa ni vitu zilifanyika. Unaona? Na tunaomba pia sisi pekee yetu pia ndio tunahost na majirani wetu Tanzania, Uganda. So tusema tu upande wa officiate games tuangalie kwanza ile job, ile marefari waangalie ile professionalism zao yenye iliwaleta. Wasiangalie ile pressure ya inchi. Unaona? Tusiweke sasa ati kama kuna kitu amekuwa ina gunpoint lazima hiyo team ndio ishinde, ndo hizo faraka zote zitokee. Unaona? Yenyewe ile show picha mbaya, but ni ile kitu tunajaribu tumelan. Even though hata kama wanasema huku East Africa ni bushes, lakini wakikama watakuja kujua huku sasa si bushes. Watapata kuna vitu mingi sana tumedevelop hata kushinda wenyewe. Yaani wao wanasema yani, unaona? Sasa ni hivyo ndo nilikuwa nazingatia comment ya Mamadou Guy. Alisema akikuja Kenya capital city huku Nairobi tu ndo kuna barabara nzuri. Akirudi huko ndani ni vichaka. Unaweza semaje kuhusu hilo? Mimi ningemwambia ulize Speed alikuwa hapa hivi, atafute Speed. Speed anaweza mwambia vile yeye alitembea. Ataambia Kenya is crazy. Is the crazy. Yaani waliona nyewe kweli Kenya nyewe. Unajua watu wanasemanga tu, lakini ukikuja Kenya ni kama yani tena London kivingine yani. Unaona? Yani si ati kujisifu, lakini kuna venye wewe mwenyewe watu ukiangalia tuko mbele. Tuko mbele in terms of technology, in terms of infrastructure, in terms of kila kitu, unaona? In terms of information, unaona? Tuko mbele. So wakati mtu anakuharibia jina ajua umemzidi. Unaona? Nilo hivyo anasikia. Nilo hivyo anasikia, lakini pia iko siku pia atakuja pia. Tunaomba pia akuje hiyo 2027 tutamkaribisha yenyewe. Na hata ingewezekana hata ningeambia rais amlipie tiko akuje tu tumlalishe kwa hoteli fulani tu alafu aone tu vile kuko nini alafu aenda tu sasa habari yenyewe, unaona? Unasemanga don't judge a book by its cover. So maybe aliangalia ile wakati mwingine, lakini sasa kuja huku ndani atembe Mombasa, atembe Nakuru, atembe Kisumu, angalia aone ni wapi ndo bush, unaona? Sasa na hapo kwa AFCON kitambo kiasi Morocco kuna comment walipeana wakasema hao si wa Afrika. Unaweza waambia aje about your statement yao? Unajua sasa history iko na yenyewe. Unaona, na moderation iletwa na mzungu. Unaona? Waarabs walikuwa katika hii continent yetu na pia sisi tulikuwa. Unaona? Hakuna mtu kama tungekuwa Europe tungejipata kule Europe. Na kuna wengine walikuwa by Europe by force, by slavery. Ile tu ni kitu yenye ndio walisema, lakini wajui ukiangalia history vizuri, Libya imeandikwa katika Bible. Naona nilikuwa Afrika. Unaona? Naweza maasi Afrika.
Unaona? Egypt iko kwenye Bible. Wanasema si Afrika. Unaona? Ni ile tu kitu tu yenye pia mtu ni ile kujipa ile pride pia kujitoa wewe unataka kusema wewe si mtu fulani. Yaani mimi si yaani wewe si kabila fulani. Unajua pia kitu ina costing. Juu unaona wewe ni rangi yako. Afrika sio black tu peke yake. Unaona? Sisi wote tukiangalia neno cha Mungu aliumba kila wanyama na kila yani unaona vile wanyama wameumbwa ndio pia sisi tuko. Hatungekuwa the same color. Unaona? Sio hata tungekuwa nyeupe lakini yani hiyo maua yani hivyo ndio vile maua kienda pale hivyo ndio Mungu pia aliumba pia ni wanadamu. Sasa ijulikane wao uliumbwa wao ulitoka wapi, lakini tuko na ile kizazi yetu yenye wazazi wetu kuna history kwa mpaka 1730 watu wajui. Unaona? Kuna 1530 hata watu wajui. Lakini sasa mtu akisema yeye kwa Afrika na anapatikana ancestors zake walikuwa hapo, wanaishi hapo. Unaona? Okay, ufanya kila kitu unapata uchunguzi uko yake ya 1530 wamekuwa kiishi hapo. So unajua vitu kama hizo huwezi ongelea, lakini yeye anaongelea ile kala sasa. Anaongelea rangi, anaona yeye anakaa kama Mwarabu. Sasa anaona yeye even though tunaweza sema na watoto wa Ismail pia ile nyumba nyingine ya Abraham yenye walibarikiwa. Unaona? Na sisi pia ni watoto wa Sara. Unaona? Asante. Coach, sasa tukimalizia unaweza acha social media handles zako. Okay. Mimi kwanza ni coach wa FC Nyota Ndogo na klabu yangu ni inaitwa FC Nyota Ndogo. Tuko coaching hapa hivi Jonathan Ngeno. Kuna kiwanja hapo hivyo. Namba yangu ya simu ni 0708750636. Ukigoogle yenu utaingia fcnyotandogo.com utatupata. Tuko na YouTube yetu hapo hivyo. Tuko pia na video zetu hapo hivyo ziko kadhaa. Utatuona hapo hivyo. Tuko kwenye games. Mostly si ucheza ligi, lakini tunaomba vile shule imefunguliwa hivi training kwanza inakuwa tricky kidogo, but during holiday tuko very active sana. So in case of anything ama unaweza unataka communicate na mimi, personal training, private training, mimi wangu available na tunajua vile tunaweza saidiana. Niko tu within Lang'ata hapa Jonathan Ngeno, kanivyo kuingia hapo hivyo tutapata tu hapo hivyo, tu karibu na Chelsea Marine hapo hivyo. Na coach, like mzazi akiwa interested kuleta mtoto wake hapo, ni monthly fee yake inaweza kuwa pesa ngapi na range kutoka ngapi? Okay, hizo tunaelewana juu nimekwambia hapo club ni ya community, most of the time niko na watoto community, but pia kuna konga na price zao. Tukifikiana tukiangalia tuna reason to is affordable price yenye kwa na namba utanipatia hapo, alafu tutaanza kwa naye na tuongee na hatuwezi kosana na mzazi. Tunakuwa very supportive na tunaangalia pia some challenges zenye pia wazazi pia wanapitia. So sisi kwetu ni make sure ni ule mtoto amekuwa amenachwa, amepewa the right basic skills, amedevelopiwa, because it's a process, kitu tu saa hiyo. So kidogo venye tuko nazo na hizo kidogo ndo tunasupportiana, but iwezi fika chini ya 1500 na kuangalia 1500 kurudi chini. Sasa coach, hakuna account ya TikTok, maybe Twitter, IG? TikTok for now ndo na wakon. Nyesho sema ati niko nayo, lakini FB iko tu hapo Nyota Ndogo, utaangalia tu. Haiko very active sana, lakini YouTube ndo tuko ndani. Na hiyo ndo tunajaribu kwa nini kuangalia vile itakuwa. Asante sana coach. Na tuna expect tena tukue na next time. At least sasa hiyo time maybe utakuja na some players, maybe assistant GM. Tukuje sasa ilikuwa tu introduction. Alafu tutakuja na at least wapila wawili ama na ofisi yangu hapo kadhaa. Tuone ndo chairman ndo secretary. Alafu tujue vile tunaongea na pia waeleze zile challenges zenye ziko kwenye club juu ni academy. Unajua academy na need more resources, ndio unapata ni watu wengi wanakata tamaa. Juu wanaona mpira tu. So wanaona chukua shughuli zingine, lakini kuna wale pia tumekaa nao na tushasaidiana nao na kosa tayari. Asante coach, maybe with time tutakuja hapo sisi kama podcast yetu tupige documentary yako kidogo, post to at least to expose to kwenye. Sasa pia mimi nimeshukuru kwa siku ya leo na nimesema asante. At least now watu wanaweza jua FC Nyota Ndogo iko, na tunaomba tena siku nyingine tena tupata nafasi tena tukuje tena
na hatuelezane sana mengi sana. Asante sana. Thanks guys for watching. At least tumekuwa na coach hapa, and we are looking forward to have more interviews of this sort, and keep tuned in.